Katika masomo ya ndoa, Uislamu hauahidi ndoa isiyo na changamoto, lakini unaahidi ndoa yenye amani. Kama unaishi na mwenzi wako hamugombani sana, lakini moyo unahisi kuna kitu hakipo sawa, tafadhali usiondoke. Kipindi hiki hakija kufikia kwa bahati mbaya. Na kama leo ni mara yako ya kwanza kushiriki nami katika mwendelezo wa vipindi hivi, basi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Watu wengi leo wanaishi kwenye ndoa, lakini hawajui kama wanaishi kwenye ndoa yenye baraka au la. Kuna ndoa nyingine hazina magomvi, lakini hazina furaha. Na kwenye ndoa hizi kunakuwa hakuna ugomvi mkubwa, lakini pia kunakuwa hakuna amani ya kweli. Leo sitazungumzia talaka, wala sitazungumzia nani ana makosa. Leo nitazungumzia kwa nini ndoa halali inaweza kukosa amani kwa mtazamo wa Kiislamu. Jambo la kwanza, amani ya ndoa hutoka kwa Allah, sio kwa wanandoa. Na miongoni mwa ishara zake ni kuwa amejalia kwenu wake zenu ili mpate utulivu. Miongoni mwa ishara zake huyu Mungu ambaye ndio muumba wa kila kitu amejalia kwenu wake zenu ili mpate utulivu kwao. Aya hii haijasema pesa italeta amani, wala uzuri utaleta furaha, wala elimu nyingi itadumisha ndoa, bali Allah amesema yeye ndiyo chanzo cha amani. Kama Allah hayupo katikati ya ndoa, amani haitadumu hata kama kila kitu kingine kipo. Lakini ndoa halali bila ibada huwa ni nzito. Wapo wanandoa wanaishi pamoja, lakini hawajawahi hata kusali pamoja, hawajawahi kuomba dua pamoja, na wala hawajawahi kumkumbuka Allah pamoja. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, fanyeni nyumba zenu zisiwe makaburi. Nyumba isiyokumbuka na Allah huchoka kiroho, hata kama ina amani ya nje. Kwa mfano, ikiwa wanandoa kila mmoja na swala zake, wala hakuna dhikri ya nyumba, wala hakuna dua ya pamoja, basi nyumba hii mabalaa na mizigo haiwezi kuisha. Kukosa shukrani huwa amani kimya kimya. Kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu amesema, mkinishukuru nitazidisha. Huyu muumba wa kila kitu huyu ndo amesema, mkiniomba mimi nitawazidishia. Watu wengi hawana shida kubwa, shida yao ni ndogo sana, hawashukuru. Kama kitu anafanya mume, basi mume hafikishiwi shukrani, na kama kitu anafanya mke, basi hafikishiwi shukrani. Kama wenyewe wanandoa hawawezi kupeana shukrani, watawezaje kumpa shukrani Mungu? Ndoa isiyoshukuriwa huanza kufa taratibu. Maneno makali huvunja amani zaidi ya ugomvi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, mbora wenu ni bora kwa watu wake. Maneno makali yakizoea, moyo hujifunga taratibu. Maneno mabaya huua mapenzi na mawasiliano ya wanandoa. Lakini mbaya zaidi, kuingiza watu wa nje katikati ya ndoa. Hapa wanandoa inabidi wajue, sio kila rafiki ni msuluhishi, wala sio kila ndugu ni suluhisho. Ndoa inaanguka pale mipaka inapovunjwa ama kupata usuluhisho ambalo si sahihi. Lakini pia kusahau lengo la ndoa ya Kiislamu. Ndoa sio tu kuishi pamoja, ni safari ya kumkaribia Allah. Ndoa nyingi zinakufa kwa sababu ya kukata tamaa mapema. Mwenyezi Mungu anasema, msikatie tamaa rehema ya Allah.
Wapo wanandoa hawajajaribu kusahihisha matatizo yao, lakini tayari wamekatia tamaa ndoa zao. Allah anaweza kurekebisha kilichoharibika ikiwa bado kuna nia. Sasa ikiwa kwenye ndoa yako hakuna mambo haya ambayo nimeyazungumza hapa, kitu gani ufanye? Kitu cha kwanza, anza kubadilisha nia. Toka kwenye nia yako ya kawaida, nenda kwenye nia sahihi. Kabla ya kumbadilisha mwenzi wako, badilisha nia yako kwanza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, hakika matendo yote ni kwa nia. Ndoa sio mashindano. Ndoa sio kushindana nani yuko sahihi. Ni safari ya kumridhisha Allah. Jiulize, je, nataka amani au nataka kushinda ugomvi? Lakini pili, mrudishe Allah katikati ya ndoa yenu. Ndoa isiyo na dua ni kama nyumba isiyo na msingi. Fanya vitendo rahisi. Tieni udhu na mswali rakaa 2 kwa pamoja. Someni dua kabla ya kulala. Fanyeni dhikri ya nyumba. Qur'ani inasema, na anayemcha Allah humfanyia njia ya kutoka. Namba 3, anza na nafsi yako, sio ya mwenzi wako. Watu wengi wanataka wenza wao wabadilike, lakini wao wenyewe hawajajiuliza chochote. Allah habadilishe hali ya watu mpaka wajibadilishe wao wenyewe. Jiulize, je, maneno yangu ni mepesi? Je, nasikiliza ama najibu tu? Namba 4, dhibiti ulimi wako. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayeniwekea dhamana ya kilichopo baina ya taya zake, nitamuweka peponi. Ndoa nyingi hazifi kwa kosa kubwa, huanguka kwa makosa madogo madogo ya kila siku. Kabla ya kusema hili ninalotaka kusema, jiulize, litaweka amani au moto kwenye ndoa yako. Lakini 5, jifunze kusamehe kwa ajili ya Allah. Kwa kawaida ubaya huondolewa kwa wema. Hakuna ndoa isiyo na makosa, lakini kuna ndoa zenye kusamehe. Kusamehe sio udhaifu, ni ibada. Namba 6, awe na subra na hekima. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'an, enyi mlioamini, subirini. Subira kwenye ndoa sio kukubali dhuluma, ni kuchagua busara na si hasira. Usiingie kwenye mabishano ukiwa na hasira, nyamaza mpaka nafsi itulie. Namba 7, omba dua kwa dhati, sio kwa kulalamika tu. Mola wetu tupe wake na watoto wanaotuliza moyo wetu. Ewe Allah, nirekebishe mimi kabla ya kumrekebisha mwenzi wangu. Amani ya ndoa haiji kwa kubadilisha mtu, inakuja kwa kubadilisha namna ya kupenda kwa ajili ya Allah. Kama wote wawili mtamshika Allah, mtakutana kati. Ndoa hukosa amani sio kwa sababu si halali, bali ni kwa sababu Allah amesahaulika. Na baraka hurudi pale dua inaporudi, heshima itarudi na subira inaporudi. Ewe Allah, rudisha amani katika ndoa zetu, tulinde na fitna za nje, tujalie ndoa zetu ziwe njia ya kukuabudu wewe. Kama leo ni mara yako ya kwanza kushiriki nami katika muendelezo wa vipindi hivi, basi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mpaka wakati mwingine, biidhnillah.